Na tukiona kwamba Yesu ni Mungu, mbona tusiokoke? Na vijana watu wasomazi kuelekeze huko. Maandiko yanasema tafuteni ukweli na ukweli utaweka watu huru. Lengo la kujadiliana au kuzungumza katika vitabu vimeruhusiwa. Yesu alizungumza na watu waweze kufahamu maneno ya Mungu, akaulizwa ili waweze kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu, na vitabu vimekubali watu wazungumze, wajadiliane, to exchange ideas. Pengine kuna jambo ambalo uko nalo nikafaidi kupitia kwako au mimi pia, na hawa pia ambao wako hapa pia wakapata faida kupitia mimi na wewe. You never know. That is true. So nafasi ni ya kwako. Okay. Uitumie vizuri 15 minutes. Okay. Utupatie sababu ya msingi ya kusema Yesu ni Mungu. Okay. Asante sana kwa nafasi hii. Nitashukuru. Kwanza Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu ambaye alikuja kutoka mbinguni, akaja akazaliwa kama mwanadamu. Naposema Yesu ni Mungu inamaanisha kwamba Yesu akiwa hapa akitembea alionekana kama ni Mungu vile, lakini alizaliwa kama mwanadamu. Maana alizaliwa na mama Mariamu, akakula akakunywa na akafanya mambo yote ambayo wanadamu kawaida wanafanya. Lakini mwanzo wa Yesu, maana kabla aje hapa Yesu mwenyewe kuna mahali alikuwa. Kwa mfano nataka msomee katika Mika 5. Mika 5 kuanzia mstari wa 2. Mika 5:2. Tazapita mpaka 3 hapo kidogo. Inaongea kuhusu ni unabii miaka 700 kabla Yesu azaliwe. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu. Asante, yote imetosha. So nasema wewe Bethlehem, ingawaje wewe ni mdogo, atatokea kwako ambaye atakuwa mtawala kwangu katika Israeli, ambaye matokeo yake yalikuwa tangia milele. Yaani alikuwepo tangia milele. Na hiyo kama Isaka alikuwa Mkristo, nafikiri alisoma hiyo katika kwamba hiyo ni unabii kuhusu Yesu ambaye actually alizaliwa katika mji wa Bethlehem. So tunaambia huyu mtu anayezaliwa alikuweko tangia nini? Mwanzo. Na sioni kama kuna mwanadamu alikuwepo tangia mwanzo. Mwanzo kulikuwa na Mungu peke yake. Uumbaji mwingine ulikuja baadaye. So kama Yesu alikuweko tangia mwanzo, matokeo yake tangia mwanzo, basi yeye si mwanadamu, si malaika, bali ni Mungu. Tukienda katika Isaya 7 mstari wa 14. Isaya 7:14. Isaya na Mika walitoa unabii wakati mmoja, miaka 700 kabla Yesu asaliwe. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, na atamuita jina lake Emmanuel. Siagi na asali atakula. Okay. Kuna mahali imeeleza Emmanuel maisha nini pale chini kwa Biblia? Hapa chini bado. Hakuna. Lakini je, Emmanuel inamaanisha Mungu pamoja nasi. Ni title. Nasema kuna bikira atachukua mimba na atazaa mtoto. Okay? Ambaye mtamwita nani jina lake? Emmanuel. Maana yake Mungu pamoja nasi. Yaani Mungu amekuja akafanya makazi yake na sisi. Isaya 9:6. 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mtoto azaliwa. Mtoto wa kiume ataitwa nani?
kuna majina ambayo amepewa hapo. Kuna jina ambalo mmoja anasema ataitwa Mungu mwenye nguvu. Mtoto atazaliwa ambaye ataitwa Mungu mwenye nguvu. Time kipa. Sawa, okay. So Mungu sawa, Mungu mwenye nguvu. So mtoto amezaliwa na huyu mtoto ataitwa nani? Mungu mwenye nguvu. Je, ni ajabu Mungu kuzaliwa? Lakini tunaambiwa na Nabii Isaya miaka 700 kabla Yesu azaliwe kwamba huyu mtoto ataitwa Mungu mwenye nguvu, na utawala unapotea lazima atatawala katika miliki ya baba yake Daudi. Huyu ni Yesu. Unabii kuhusu Yesu miaka 700 kabla azaliwe na anaitwa Mungu. Tukienda tena twende katika Agano Jipya, katika Injili ya Yohana 1 kuanzia aya ya kwanza. Yohana Mtakatifu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Sawa, tushapa tu. Utasoma 14 lakini ngoja kidogo. Nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na neno hili lilikuwa na Mungu, hapo amesema ilikuwa kwa Mungu. Okay? Na neno hili lilikuwa Mungu. Na kupitia kwa neno Mungu aliumba kila kitu. Na nafikiri pia kwenye Qur'an nasema Mwenyezi Mungu aliumba vitu kupitia kwa neno, kun fayakun, neno lake. Na pia hapa huyu neno, na neno anasema ni huyu, sasa ni mtu ama ni nafsi, sio kitu, si kiumbe. Alifanyika, neno alikuwa, si neno lilikuwa, kitu chenye uhai. Tukienda katika mstari wa 14 tunaambiwa nini? Na neno alifanyika mwili. Na neno alifanyika mwili. Neno alikuwa mtu. Na neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi kwa utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neno alifanyika mwili, neno alifanyika mtu, akakaa katikati yetu. Neno huyu ambaye alikuwa na Mungu pale mwanzo, neno huyu ambaye aliumba kila kitu, alikuja hapa akawa mwanadamu, akakaa katikati yetu, tukaona utukufu wake kama mwana wa pekee wa Mungu. So Yesu ni hilo neno, na aya ya 10 imetuambia vizuri. Unapoendelea hiyo anayefanyika mwili ni Yesu, maana anasema tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana wa pekee wa Mungu. So Yesu alikuwepo kabla aje hapa azaliwe, katika Mariam apate mimba ya Yesu. Alikuwepo kama neno la Mungu, neno ambalo kupitia kwalo Mungu aliumba kila kitu. Tukirudi katika Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Napata Mungu anaumba mwanadamu. Na hivi ndio anasema 1:26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kinasema and God said. So alikuwa anasema kwa nani? Je, alikuwa anajisemea? Hakuwa anajisemea mwenyewe, kwani atakuwa yeye ni wazimu wa kujiongelesha. Anasema Mungu akasema hebu tumfanye mwanadamu. Na tumeona Yohana 1:1-3 kwamba huyu neno ndiye ambaye alikuwa na Mungu akifanya nini? Akiumba. Na chochote ambacho kiliumbwa
kiliumbwa kupitia kwa neno. Hakuna chochote ambacho Mungu aliumba ila kupitia kwa neno. So kama Yesu alikuwa muumbaji, mbona asiwe Mungu? Ndio bado nikana wakati katika Wafilipi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, wala hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Nafikiri imetosha hiyo. Paulo ndiye anaandika hii barua na anaandikia kanisa la Wafilipi. Anawaambia hivi, wacheni ile nia. Anaongea kuhusu unyenyekevu, kunyenyekea. So anaanza kwambia wacheni ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo iwe ndani mwenu. Yaani ingawaje yeye alikuwa na namna ya Mungu, alikuwa Mungu. Soma pastor kama inasema he was God. Okay? Alikuwa namna ya Mungu. Hakuona kama hicho ni kitu cha kushikamana nacho, bali alinyenyekea, akawa mtumwa. Ndio maana alitumwa na Mungu. Akanyenyekea akawa mtumwa. Na hata akaja akazaliwa hapa kama mwanadamu. Akaja kwa mfano wa wanadamu, ingawaje yeye ni Mungu. Na baada hiyo akaenda kafa. Kifo cha aibu cha msalabani. Naona hata alipopatikana mwanadamu aliendelea kunyenyekea. So Yesu kabla aje hapa kama mwanadamu alikuwa mahali. Okay? Alikuwa mahali na akaja. Sasa so yeye alikuwa ni Mungu, lakini alikuja akafanyika mwanadamu. Na ni vizuri tuweze kuelewa kutoka kwa Filipi 2:5 mpaka 10 kwamba Yesu alikuwa Mungu ambaye aliweka chini utukufu wake, akajivika, akawa kama mwanadamu, akaja hapa duniani. So alipokuja duniani akazaliwa kupitia kwa bikira kama mwanadamu wa kawaida. Lakini yeye mwanzo wake tumeona katika Mika 5:2 alikuwepo tangia mwanzo. Aya ya mwisho. Aya nyingine nataka tusome. Katika Yohana 17 kuanzia mstari wa kwanza Yesu anaomba. Tunaomba mpaka mstari wa 5. Yohana 17 kuanzia 1 hadi 5. 17:5 1 hadi 5. Maneno hayo aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, Baba, saa imekwisha fika. Mtukuze mwanao. Tukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ya 14. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimemaliza kazi yote ulionipa nifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ulimwengu kuwako. Najua utakuja kuuliza aya ya 3. Okay? Naona ndio umesoma ukasisitiza kabisa. Lakini ukienda aya ya 5 anasema Baba, nitukuze na huo utukufu ambao nilikuwa nao pamoja nawe kabla ulimwengu haujakuwepo. Kwani nani alikuwa na Mungu kabla Mungu hajaumba vitu vyote? Kunaye mtu yote? Kuna kiumbe chote? Hakuna. Lakini Yesu alikuwa na Baba yake kabla ulimwengu haujaumbwa.
si malaika, si kiumbe. Naam. Huyo ni mwalimu, kama alivyotueleza ni kwamba yeye sio mchungaji bali ni mwalimu wa shule wa sekondari. Na mwalimu wa sekondari lazima ni msomi pia, kando na mambo mengine. Elimu ya dunia anaijua vizuri kabisa, maana anatufundishia watoto wetu mpaka wanapata kiwango kikubwa katika maisha yao hapa duniani. Lakini pia tusahau kwamba amesema pia kaokoka. Walimu ni kazi yake, ni shughuli yake, ni fani yake, lakini pia anautarajia ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo akasema katika hilo ameokoka na Yesu ni Bwana, na sio Bwana tu, ila Yesu ni Mungu. Ila kama umemsikiliza ako na mapengo mengi sana, lakini hatutayaingia sana, tutayasikia wakati tutakapo ingia katika mada ya upande wetu, kwa sababu yeye mwenyewe anaakili kwamba Yesu ni Mungu aliyezaliwa, alikuja kama mwanadamu, akawa mtii wa mauti. Yani amesema vitu vingi ambazo zinakataana na sifa za Mungu wa kweli, ila sitaki niseme mengi isipokuwa tuende katika dakika zetu 15 upande wa Kiislamu tuweze kuangalia alivyosema mchungaji ni sawa ama sio sawa, ama alivyosema mwalimu wetu ni mwalimu wa shule, samahani, si mchungaji, bali yeye ameokoka na Yesu ni Mungu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidun ahad al-faradu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbingu na ardhi, Mola ambaye wala hakuzaliwa wala hana mfano, na kumtakia rehema na amani simwendee kiongozi wa umma huu, nabii wa mwisho aliyetimilizwa katika umma wa mwisho, akapatiwa kitabu cha mwisho na akajaliwa kwamba yeye ni mtume katika umma wa mwisho, Habibu Mustafa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka tuko katika kaunti ya Kajiado, mpakani wa Kenya, Tanzania na Manga, ambayo tumekutana rafiki yetu katika upande wa Kristo, ndugu yetu katika ubinadamu, kwa kuwa sisi zote tumetokana na Adam na Eve, mwalimu ambaye ameokoka, na katika kuokoka kwake akataka pia tufahamu neno ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia, na mojawapo katika neno ambalo ni la uzima atakutupa sisi kama Waislamu ni kuamini kwamba Yesu ni Mungu, ambaye jambo kama hili katika Uislamu tumefunzwa na Qur'an. Na mimi kama Muislamu, na nilikuwa kabla ya kuwa Muislamu nilikuwa kama mchungaji ama rafiki yetu, mwalimu wetu ambaye ameokoka, naposoma Qur'ani inanipatia nguvu zaidi na kudhibitisha imani yangu iko sahihi. Kwa maana wangekosekana watu kama mwalimu Baraka, hii Qur'ani ingekuwa ni mwongo. Lazima wapatikane watu kama hawa ndio Qur'ani iwe ni tik. Kwa nini? Hebu soma Qur'an sura ya 5 aya yake ni ya 72. Inasema baada ya audhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam. Suratul Maida inasema 572, bila shaka wamekufuru wale waliosema. Sasa hii ni Qur'an inasema wamekufuru wale wanaosema, wamekanusha wale wanaosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam, wale wanaosema Jesus is God. Kwa mujibu wa Qur'ani, they are disbeliever, hao wamekufuru. Kwa hivyo dunia hii ingikosekana watu waseme Yesu ni Mungu, hiyo aya ndani ya Qur'ani ingekuwa ni ya uongo. Lazima wapatikane watu ndio Qur'ani iwe ni sahihi, kwamba haya ni maneno ya kweli, na wenye kusema wako. Barasa yuko na amesema Yesu ni Mungu, na tumemsikia amejaribu kudhibitisha kwa imani yake kwamba Yesu ni Mungu.
Kwa hivyo ninaposoma Qur'ani inanipatia kwamba mimi niko sahihi, kwa maana Qur'ani imetoa ushahidi wa mtu duniani leo anaidai kwamba Yesu ni Mungu. Maliza aya. Inasema ndio, na hali ya kuwa Masihi alisema. Sasa hapa ndio kuna kazi. Na hali ya kuwa huyo Yesu alipokuwa duniani alisema, enyi wana wa Israeli, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu. Yesu alipokuwa duniani hakusema niabuduni, na ndio maana Barasa katika muda wake 15 minutes hakuna mahali ametoa andiko Yesu asema niabuduni mimi ndio Mungu. Hajatoa, kwa maana hakuna, kwa sababu Yesu tayari ashasema kuambia wana wa Israeli muabuduni Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wangu na ni Mungu wenu. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo. Kwa hakika mwenye kufanya shirki ukamchukua Mwenyezi Mungu asiyekuwa wa haki ukamwabudia na kumpatia sifa za Mungu, basi Mwenyezi Mungu wa haki ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni haramu kwa mtu huyo kuingia katika janna au katika paradise ya Mwenyezi Mungu. Ndio, na mahala pake patakuwa ni motoni, na sehemu yake ya mtu huyu itakuwa ni motoni. Kwa hivyo mimi Qur'ani kufikia hapo imenipatia imani kamili na imani tosha kwamba Qur'an ni tik, imani yangu iko sahihi, kwa maana maneno yake imekuja kudhibitishwa na mwalimu Barasa kusema kwamba Yesu ni Mungu, na Qur'an inasema ukisema hapo wewe umekufuru kwa mujibu wa kitabu cha Qur'an. Lakini hii ni imani yangu. Sasa tutame katika baadhi ya vitabu ambayo ameweza kupitia kudhibitisha kwamba ni Yesu ni Mungu. Lakini kidogo kwa Qur'ani Mungu anasema, Yesu asema aliwaambia wana wa Israeli muabuduni Mungu wangu na Mungu wenu. Kidogo haya maneno katika Biblia yanapatikana 17:20 kitabu cha Yohana 20:17 Yohana. Naam. Inasema ndio, kitabu cha Yohana 20 mstari wake wa 17. Nasema Yesu akamwambia, ndio, usinishike. Yesu asema usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Asante. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie. Yesu asema enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Asante. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Sasa hiyo ni Biblia. Yesu asema naenda kwa Mungu wangu, huyo Mungu wangu ndio Mungu wenu. Hayo maneno katika Qur'an tumeyapata, lakini kwa kuwa Barasa sio Muislamu kidogo haki ya sadiki, lakini yamepatikana katika Biblia. Yesu asema naenda kwa Mungu wangu, huyo Mungu wangu ndio Mungu wenu. Kwa hivyo Mungu wangu mimi Muislamu na Barasa na Yesu ni mmoja, Mungu wetu ni mmoja. Lakini leo Mungu Barasa amemwacha Mungu wa kweli, akamchukua Yesu kamfanya kwamba ndio Mungu, wakati Yesu mwenyewe amesema hapo na Mungu. Akatoa kitabu cha Mika 2:5 kwamba ule ulikuwa ni unabii, na mimi nakubali kwamba ulikuwa ni unabii. Yesu alikuwa ametabiriwa atazaliwa katika kabila ya Yakobo. Kwa hivyo huyu anayezaliwa katika kabila ya Yuda ni mtume ambaye alikuwa ametabiriwa hatakuja kuzaliwa, na Mungu hawezi kutabiriwa atakuja kuzaliwa. La, huyu anayetabiriwa ni mtume anayetabiriwa. Kisha katoa kitabu cha Isaya kusema kwamba Yesu ni Emmanuel. Kidogo hii ni utabiri. Isa prophecy ni utabiri. Swali ya Barasa angetuambia utabiri ukitabiriwa lazima ukuje utimie. Si ni kweli mwalimu wangu? Na kuna pointi muhimu sana. Inasema huyu Emmanuel atakapozaliwa siagi na asali atakula. Sasa mwalimu angetuonesha wapi utabiri utimia Yesu akala siagi na asali ili awe ndiye huyu. Hata kwa mbali rudi kidogo. Atazaliwa ataitwa Emmanuel. Sasa hii ni prophecy. Wapi Yesu alizaliwa akaitwa Emmanuel? Kwa mfano Yesu alitabiriwa kabla ya kuzaliwa, alipozaliwa akaitwa, hebu nisomee kitabu cha Mathayo 2:21. Inasema Luka 2:21. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla ya kuzaliwa. Kwa hivyo kabla Yesu azaliwe alikuwa shatabiriwa, na alipozaliwa akaitwa Yesu kwa maana alikuwa shatabiriwa. Ukisoma katika kitabu cha Luka 1:26 hapo ndio itabiriwa kwamba Mariamu atapata mtoto. Ataitwa jina lake Yesu. Luka ilipotimia akazaliwa akaitwa Yesu. Kwa hivyo pale prophecy ya Luka imetimia kwamba Yesu amezaliwa akaitwa Yesu. Mr. Barasa, Yesu ametabiriwa kwamba ataitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi.
Ili ushahidi huu ni wa kweli, wapi Yesu alizaliwa akaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, ili tukubali ushahidi ufanyaje? Utabiri umetimia. Kama vile alizaliwa yule wa KTN akaitwa Emmanuel Tuma. Wewe unajua already anaitwa Emmanuel. Because baada ya kutabiriwa na baada ya kuzaliwa amepatikana. Akatoa kitabu cha Yohana 1:1. Akasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno lilikuwa kwa Mungu. Naye neno lilikuwa Mungu. Kidogo ile language inachanganya, kwa maana ukisema hapo mwanzo kulikuwa na meza. Na meza ilikuwa kwa fundi. Na meza ilikuwa ndio fundi. Nani mwenye kutengeneza meza? Takuwa kuna fundi. Tunasema ushanielewa vizuri, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Katika language, kwa mfano, mwenye kuzungumza neno, neno haiwezi kumtangulia mwenye kuzungumza. Lazima mtu mwenye kuzungumza apatikane ndio neno ikuje. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Lazima kwanza mwenye kuzungumza hiyo neno nani ndio neno ikuje. Neno langu haiwezi kuja hapa katika hii nyumba kabla mimi sijaingia hapa. Lazima mimi niingie ndio neno ipatikane. Kwa hivyo hii andiko kwanza naeka X with red pen. Niko na shaka naye. Kwa maana neno imetangulia kabla mwenye kuzungumza. Kwa hivyo hapo kirudi uniweke sawa. Akasoma 14. Hebu soma 14. Naye neno akafanyika mwili. Huyo neno barasa alimweka ni Bwana Yesu. Akafanyika mwili ambaye ni Bwana Yesu, maana yake akazaliwa. Maliza. Ukaona utukufu wake. Utukufu wa kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Sasa swali linakuja hapa. Tukaona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba ambaye ni Mungu huyu. Swali sasa, huyu Baba ni yupi ambaye ni Mungu na huyu mwana ni nani ambaye ametoka kwa Mungu? Tukaona utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Mungu. Swali, huyu mwana ndio Bwana Yesu. Huyu Baba ni nani? Ama tuambie kuna Mungu wawili, kidogo utakuelewa. Lakini kama Mungu ni mmoja, itakuwa hii andiko kidogo inachanganya watu. Andiko lake la mwisho alitoa kitabu cha Wafilipi 2:5. Naomba usome. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo Yesu. Asante. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Hebu sikia language. Si alikuwa ni alikuwa yuna namna, so there is God. Alikuwa yuna namna ya. Huwezi kuwa namna ya kitu kama hakuna kitu kingine. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Hebu sikia, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Na kuna kitu kuwa sawa na. Hii ukisoma karibu mwalimu, ukisoma ukute na ama and, hiyo ni kiunganishi cha vitu viwili. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna Mungu. Leo tuambie Yesu ndio Mungu mwenyewe. Wakati Yesu tuambia hakuona kule kuwa sawa na Mungu. So there is another God ambaye Yesu anatulifaa kwake. Twende. Kuwa ni jambo la kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya utumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekea akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Maliza andiko. Kuna kipindi hapo chini. Inasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Basi ungefika hapo hiyo andiko ungetoa. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha huyo Yesu mno, akamkirimu. Mungu akamkirimia jina lile lililopita kila jina. Lipitalo kila, yani Mungu alimkirimia Yesu jina lipitalo kila jina. Sasa huyu Mungu aliyomkirimia Yesu jina ni Mungu yupi, wakati kwa imani yako Yesu ndio Mungu na hakuna Mungu mwingine? Mr. Barasa. Kidogo hapo utakuwa umechemsha, hata Musa anasema kuchemsha. 17:3 ndio alimalizia. Alianza moja, Baba mtukufu mwanao. Alianza moja. Sasa ndio maandiko yako vizuri sana hapa. Tuwafanyie kwa Isaya 9:6 umeacha. Naam, tutakuja huko. Inasema kitabu cha Yohana 17:3. Mfano wa nani? Katika hiyo namna ya Mungu. Alijinyenyekesha akawa nini? Mtumwa. So Mungu mwana akanyenyekea kwa baba yake akawa mtumwa. Ndio akatumwa hapa ulimwenguni ili kwamba yeyote ambaye anamwamini asipotee. Mathayo 3:17. Wakati Yesu anabatizwa. Mathayo 3:17. Ni masaa unatai. Sianze kuniambia imepotea kama ile nyingine. Haiwezi potea.
Mathayo 3:17 hata iko kwa akili. Yes. Nazidi kusema natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ninapendezwa naye. Huyu sauti katoka juu mbinguni. Wakati Yesu anabatizwa, sauti kutoka juu mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Na inarudiwa katika Mathayo 17:3. Wakati Yesu ameenda mlimani ambaye alibadilishwa, pia tena sauti kutoka juu mbinguni ambaye ya Mungu Baba. So Mungu Baba ako juu, anaongea. Swali aliuliza pia akasema, Yesu anapoomba anaomba nani? Mwana. Baba yuko juu. Mwana alipokuja akafanyika mwanadamu, Baba yuko juu. So Yesu anapoomba anaongea na Baba yake. Na nitakuuliza kwenye Qur'an katika sura 33 aya 56. Utauliza wakati wako ukifika kuuliza hiyo swali. Sasa Naam, dakika 5 ndizo hizi zimeweza kukamilika. Ila nimefurahi sana kwa sababu nadhani gia inapungua. Amesongesha gia nyuma kidogo. Imekuwa sasa kuna Mungu Baba yuko mbinguni. Napoelewa Yesu nimebadilisha, nimekuwa hivyo tangia mwanzo. Sasa ninapoelewa swali yangu amejibu sahihi. Naam. 3:16 John amejibu vizuri. Amesema huyu mwana ni Yesu aliyetumwa na Mungu Baba. Pamoja Baba. Sawa eh? Kwa hivyo tumekubaliana kufikia hapo na baraza ashatukubalia kwamba Yesu alitumwa na Mungu ambaye Mungu yuko mbinguni. Pamoja hiyo nadhani amekubali. Kwa hivyo mimi sina shida, swali yangu umejibu vizuri kwamba Yesu alitumwa na Mungu ambaye huyu Mungu yuko mbinguni. Na kwa koti maneno ya mwalimu kwamba wakati Yesu alikuwa hapa duniani alikuwa anaomba nani? Ukamjibu alikuwa anaomba Mungu ambaye yuko wapi? Mbinguni. Tusubiri, hiyo maneno ni kweli? Alivyosema ni ukweli? Kuna mahali ambapo amekosea. Nafikiri anakosea kwa kutaka. Wapi? Nilisema Mungu Baba alimtuma Mungu Mwana. Hebu kidogo. Okay? Nisema Mungu Baba. Nilianza nikisema kwamba Mungu ni mmoja. Lakini ana nini? Ana utatu. Hebu kidogo. Utatu. Kidogo tu. Okay. Mungu ni mmoja, hapo na utatu. Is it your word or is it in the Bible? It's the Bible. Tungependa hebu tuonyeshe wapi Mungu ni mmoja hapo na nafsi tatu katika Biblia. Unataka neno utatu Mungu wa tatu. Yaani maneno ambayo umeyazungumza. Sijasema Mungu wa tatu. Sasa rudia statement yako tena. Ni nzuri tuweze kuelewa. Nimesema Mungu ni mmoja. Lakini huyu Mungu ni katika utatu. Sasa naomba one God but in three persons. Okay? Na hawa nafsi, hebu nimalizia. Hawa nafsi tatu wote wana nini? Sifa za Mungu. Sasa kidogo usinichanganye na mimi niweze kuelewa. Huyu Mungu mmoja yuko na nafsi tatu. Sawa eh? Na unaposema nafsi kwa Kiswahili labda wakati mwingine inakuwa ngumu. Kwa Kiingereza nasema persons. Na a person si kwamba not a soul, okay? Lakini ni person ambaye yeye anaweza kuact independently. Right? Is it written in the Bible? Of course yes. Hebu tupatie andiko ambayo inazungumza maneno, isiwe ni story yako unatupatia, na hapa mimi sijaona kitu kama hiyo. Katika Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu anapofufuka anaambia wanafunzi wake ende mkafanye nini? Ninasema Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hapo ndio kuna kazi. Kwa sababu hapa Wakristo wanao wakiongeza neno Mungu. Katika Biblia inasema kwa jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Tujibu hii kwa sababu hajieleweka. Nitakupigia, ni kama nitakupigia. It's okay, sema. It's okay, nitakupigia basi, ngojea. Sorry.
kulingana na andiko hili, because nikiuliza hiyo najua mahali utaenda. And then mkawabatiza watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Hii mambo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hiyo ni Wakristo wanaongeza kwa Biblia. Lakini hakuna mahali unasema. Swali nikuuliza hapo. Kuna majina mangapi hapo? Kuna jina matatu. Kweli? Jina la Baba. Umesema habari ungependa kujua hilo jina. Habari jina la Baba ni nani? Nataka tuelewane. Nataka tuelewane. Amesema muende muwabatize katika jina la, si majina ya Baba wala si kwa jina la Mungu Baba. Kusema mbona hawa watatu Baba, Mwana na Roho wana jina moja? Hawana jina moja. Kila mtu ana jina lake. Mbona kwa lugha kama kwa mfano Kiswahili ama Kiingereza sema majina ya Baba kwa jina la, anazungumzwa Kiingereza in the names of, not in the name of. That is not name of. If it's name of, it is one. In English it is one. But even if it says in the name, because mean there is only one name. The three have one name. No. Kwa mfano kwa kidogo Yesu asema okay, twende Kiingereza sasa kawaida. Hata kimombo taenda hivi. Kwa jina la Baba, huyu Baba jina lake nani? Unaweza kuzungumzia vitu ambavyo sielewi. Jina la Baba. Jina la Baba ni nani? Nafikiri unapouliza hivyo unafikiri unajua. Nimesema Mungu Baba. Kunaye Mungu Baba, kunaye Mwana na kunaye Roho Mtakatifu. Tulia. Jina la Mungu Baba. Hiyo Mungu katika Biblia hakuna. Ni jina la Baba. Imeishia pale. Baba yupi alikuwa anaongea kuhusu? Wewe labda ujibu sasa kwa sababu unaona. Baba yupi alikuwa anazungumzia hiyo? Baba yupi? Kuna ile 28 kitabu cha Yohana. 14 28. 14:28 Yohana. Hiyo ndio Baba alikuwa akizungumzia. Sasa ndio umeanza kuelewa. Naona barasa bado tunaelekea sasa ni kuvaa kanzu tukuite Abubakar. Amesikia kwamba mimi nakwambia naenda zangu tena naja kwenu. Yesu asema mlisikia kwamba naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa sababu mimi Yesu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hivyo huyu Baba ambaye alikuwa kienda kwake ndio huyu 14 mmoja hapo. 14:1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu asema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa hivyo imani yako first unaipeleka kwa Mungu. Baada ya kwa Mungu unaamini nani? Na Yesu. Okay. Hebu soma kuanzia 8. Hiyo umesoma 14:8. Filipo akamwambia, Bwana utuoneshe Baba yatutosha. Asante. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote. Ndio. Wewe usinitambue? Filipo aliyeniona mimi amemwona Baba. Sawa. Basi wewe utuoneshe Baba yatutosha. Unasema anaenda kwa Baba. Sawa. Ndio. Kabisa. Na umejaribu kutofautisha kati ya Baba na Yesu, si ndio? Kabisa. Lakini Yesu anasema ukiniona mimi ndio umemwona Baba. Na mimi nakubaliana hili language nzuri. Alimaanisha nini? Alimaanisha hivi. Ukimwona Ruto, umemwona president kwa sababu huyu ni makamu na president. Ama kwa mfano, wacha nikusaidie. Ndio, ngoja kidogo. 40 Mathayo. Hili language nataka bibi sikiliza alafu niuliza swali. Sikiliza hiyo language. Mimi nataka sitaki nikulete hivyo kwa sababu ile unatumia haina uhusiano. Sikiliza hiyo. Akasema ukiniona mimi nimeenda president, yeye itakuwa ni mapinduzi. Wacha tuondoe mapinduzi. Tuondoe mapinduzi, tutumie maandiko. Awapokea nyinyi. Yesu anasema awapokea nyinyi. Anayepokea Petro, Mathayo, yani wanafunzi wa Yesu. Alipokea mimi. Alipokea mimi. So ukipokea Mathayo, umepokea Yesu. Je, Mathayo atakuwa ni Yesu? That's why nikasema this is a language kwamba kidogo soma malize. Ninapokubali hii message. Hebu amalize. Tusiwe tunasoma vitu. Awapokea nyinyi, alipokea mimi. Naye alipokea mimi, amempokea aliyenituma. Ampokea nabii, kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii. Sawa, imetosha. Sawa, tulia hapo. Anasema hivi. Ikiwa mimi nimetumwa na ujumbe.
Okay, nimetumwa na ujumbe. Ndiyo. Sawa? Ukinipokea mimi na huo ujumbe. Umepokea aliyenituma. Kabisa, umeelewa? No problem. Ndio nikatoa mfano nikasema. Sasa wale kidogo Ruto, lakini sijamaliza. Akasema hivi, nimetumwa watu wa Namanga msupport BBI. Sio yeye ametumwa na president. Kwa hivyo mkimpokea unapokea wale wa president, sio Ruto. Tulia. Acha mbio. Haya. Amesema nini? Ukipokea ujumbe ambao yule ambaye amenituma. Ukinipokea mimi na ule ujumbe. Unless nimebadilisha, okay? Lakini ikiwa ni ule ujumbe ambao nimetumwa nao. Ukipokea ujumbe, umepokea ile ambayo nimetuma. Wewe unakubali maneno? Nakubali maneno kabisa. Asilimia 100%. Wewe? Yes. Barasa. Na 17 sita Yohana. Tulia sidhani kama unapokea. Wacha kuruka mbio. Sidhani. Wacha kuruka mbio, sijamaliza. Umesema kwamba Ruto akija hapa aseme nimetuma BBI. Sio BBI. Kumpitia BBI. No. Tulia, mimi ndio naongea ndio utani. Weka vizuri lakini. Narudia vile umesema. Kama nimekosea. Weka vizuri. Ruto ni makamu wa president. Kama president. Yeah. Ametumwa na makamu. Sio? Ametumwa na president wake. Yeah. Sasa atakuja kusema nimetumwa na president. Msupport na BBI. Na mkisupport, umesupport president. Hiyo kweli kabisa. Good. Lakini Ruto hawezi kuja kusema mimi ukiniona hapa umeona rais. Ukipokea ujumbe wake ni ujumbe wa nani? But Yesu katika Yohana 14:8 hapo hakusema ujumbe, alisema ukiniona mimi. Ukiniona mimi. Umemwona Baba. Na yeye anasema mkinipokea, mkiwapokea. Hayo ni mambo mawili tofauti. Hapa anaongea kuhusu ujumbe kwamba nikiwa nimetumwa na ujumbe. Yesu ametumwa na ujumbe. Na Baba, ukipokea ujumbe wa Yesu, umepokea Baba. Yesu ametumwa. Hivi ukimwona Yesu, ukimuona ndio huyo amesimama, na you never take something kutoka kwa Bwana Yesu, itakuwa umemwona Mungu namna gani? Wakolosai 2:15. Fungua. Haya, malize pia ulize swali kwa sababu pia muda unatupatia kidogo. Muda wake swali tufanye swali lake moja tu alafu tuweze kukamilisha. 2:15. Nilikuwa nimetoa andiko lakini msomea yake kwanza. Akiishi kuzivua enzi na mamlaka. Kidogo. Hebu soma 1:15. Kama naona kama 1:15. 1:15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzalio wa viumbe vyote. Hii mfano wa Mungu. Na kuhusu Yesu. Naye ni mfano wa Mungu. So there's God. Okay? Yeye ni mfano wa Mungu. Yes. There's God. But if you have the form of God, if you have the image of God, then who are you? Nilipenda mfano hapa nikasema dunia mzima ni mimi tu na my son. The only human beings. All the rest are animals. Okay? They are donkeys, they are lions and whatever, okay? Wakituangalia sisi wanasema hao ni wanadamu. Okay? Mimi na my son ni wanadamu. Lakini mimi ni baba ya my son. So the question is, huyu wa son anaweza kuitwa Barasa? You see, we talk about our humanness. Our humanness. Mwanangu hawezi kuwa punda. Anaweza kuwa Barasa. Hawezi kuwa Barasa. Mwana hawezi kuwa baba. That's why nilikuwa nasema Quran 5:72 ilikuwa inakosea, inasema ati kwamba ati sisi tunasema ati Allah ni Masia. Sasa inasema hivyo. Inasema hivi wamekufuru na kusema Allah Mwenyezi Mungu ni Masihi. Mwenyezi Mungu ni nani? Wanasema Mungu ni Yesu. When you say Jesus is God, umekufuru. Kwa mujibu wa Quran. You saying God is Jesus. Those are things ambazo tofauti. No. Mwenyezi Mungu ni Masihi. Okay? Inasema hivyo. Haisemi sisi hatusemi Mungu ni Yesu. Tunasema Yesu ni Mungu. Just a language. No, not language. Not language. Like my son and myself. Tunasema huyu my son ni binadamu. Haimaanishi the only human being. Hebu nikuulize. Aliyetumwa na aliyetumana nani boss? Yesu amesema na vile alisema. Yesu alisema nini? Baba yangu ni mkuu kuliko. Sio? Aliyetumwa amejibu. Aliyetumwa na aliyetumana nani boss? Hebu kidogo nieleze hiyo. Nimejibu lakini nieleze. Wewe kwa mfano mko hapa na ninyi mko timu. Lazima kuna kiongozi ambaye anaongoza
team. Sijui kama ni wewe ama ni yeye ama ni yeye, I don't know, okay? Kuna kiongozi ambaye anaongoza hii team. In terms of responsibility, kama ni wewe Sisaka, wewe uko juu ya hao in terms of responsibility, is it? Ndio. Lakini ubinadamu wenu ninyi wote, wewe ni binadamu kama wewe, yeye binadamu kama wewe, you all human, okay? But in terms of responsibility, if it's you, uko juu kuliko yeye. Yesu na Baba wako na mfano mmoja, wako na nature moja, wote ni wa milele, lakini Baba yuko juu kuliko Mwana. Kwa nini? Kwa sababu ya responsibility yake. Kwa hivyo Mwana ana responsibility. Pole. Nimekuelewa kwamba Yesu na Mungu nature ni moja kabisa. Ina maana Mungu ni mwanadamu. Sasa unakosea na Sisaka, wewe unaendelea kufanya makosa ambayo usaidi kuwa unafanya. Sasa wewe sikiza, kwa sababu Yesu ni binadamu. Tumesema kwamba Mika 5:2 alikuwepo kabla aje hapa. Even me and you tulikuwepo. Hebu tufanye makosa kwa sababu tunaenda vibaya. Ninaomba Bwana nyongeza mwalimu, tafadhali uulize swali yako. Ili tuweze kutamatisha. Nisome sura Imran. Sura 3 kwa Qur'an. Siku kitabu chake hiki, Qur'an ni kitabu chake sio kabisa. Qur'an ni kitabu Imran ngapi? Anzia 1 kwenda mpaka 3 nafikiri. Imran 1. Imran 1 Alif Lam Mim. Mwenyezi Mungu hakuna abudaye kwa haki isipokuwa yeye, mwenye hai wa milele na mwendeshaji wa mambo yote. Amekuteremshia kitabu kwa haki kinachosadikisha aliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Taurati na Injili. Asante. Ameteremsha kitabu kinachofanya nini? Sadikisha. Hiyo ndio neno nataka. Sadikisha. Kiingereza ni confirm. Kabisa. Okay? Confirm. Sawa. So the Quran kulingana na mahali nimesoma ilikuja kudhibitisha, maana amesema alituma Torati na akatuma nini? Injili. Na kuna sehemu inasema ametuma pia Zaburi. So Quran ilikuja kudhibitisha, kusadikisha vile vitabu ambavyo vilikuwepo kabla ya Quran. Sasa hebu soma sura 4 aya 136. 4:136. Enyi mlioamini, mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake, na vitabu alivyoteremsha zamani, na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mtume wake na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotevu ulio mbali na haki. Mbali kabisa. Upotelea mbali. Sawa. Sasa hizo aya mbili. Kwanza kulingana na Qur'an yenyewe ilikuja kudhibitisha, haikuja kubadilisha. Na kudhibitisha ni kuja kusema kama nimesema tumekutana na wewe. Naitwa nani? Sisaka. No, nakuja confirm. Tumekutana na wewe, nataka tukutane na wewe Makonge, si ndio? Nadhibitisha. Sawa. Lakini nikija niseme nilikutana na wewe alafu niseme mtu mwingine sema huyu ndio Sisaka. Nadhibitisha kweli? Ninapinga. Sasa swali liko wapi kwa sababu ya muda? Sasa tunakimbia dakika 3 zijaisha tokea. Kamera itazima. Sasa unajua niambia hivyo. Sasa ukianza kunikimbisha mbio ngoja nieleza sasa hiyo itakuwa. Haya sawa. Mimi najua kuna dakika 3. Sasa naam. Mimi sijui kama kamera inazima. Sasa swali langu ni hili. Ikiwa Qur'an ilikuja kudhibitisha vitabu vya Mwenyezi Mungu, sawa, haikuja kubadilisha. Na katika sura ya 4 aya ya 136 imesema kwamba yeyote anayekosa kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu na malaika wake na mtume wake imepotelea mbali kabisa na kweli. Swali ni mbona mnapata makosa na kwa Injili, kwa Torati ambayo mnasoma na kwa Zaburi? Mbona pia Qur'an inapinga mafundisho ya Injili, ya Torati, Zaburi, ili hali ilikuja
kusadikisha. Je, Qur'ani na Torati na Zaburi na Injili zimetoka Mungu mmoja? Lakini swali langu nimesema, mbona inapinga badala ya kudhibitisha? Sawa. Manipeni mfano kwa fundisho. Tumeelewa. Sasa mimi nimeelewa bwana mwalimu. Tumeelewa. Kidogo hii ya Yesu Mungu hiyo tushamaliza. Na baraza ameelewa. Ameelewa, maana hata swali lake uhusiani na mada kabisa. Tunamshukuru sana. Tunashukuru sana. Kule ashaelewa, kule tushatoka. Shida yake ni kwamba mbona Qur'ani inapiga Biblia? Tatizo ni kwamba Qur'ani anajisomea. Naam. Na Qur'an bado tupe mwalimu, wa madrasa ukae chini yake akufundishe Qur'an. Amesoma Qur'an sura ya 3 aya yake ni ya kwanza. Imekuja kuconfirm, imekuja kusadikisha vitabu vilivyo kabla yake. Ungesoma sura ya 5 aya yake ni 48 ndio ungeelewa zaidi. Soma hiyo. 5:48. Kuanzia 47. Naanza na ngapi? 45 ama 43. 43 shuka. 48. Na tumekuteremsha kitabu kwa ajili Kuanzia 48 kuanzia juu. 48. 47. Huyu ndiye ametoa andiko la Biblia. Sawa, na hata pia ni mzuri kusoma kwa context kwa sababu watu wa Injili anaanzia juu. Watu wa Injili wahukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Asante. Na inasema na wasio hukumu katika yale kwa kufuata yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio maasi. Asante. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Anaambiwa Muhammad, tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Maana yako inakuja kusadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake Kama na kuvihukumia kama haya ndio yaliyoharibiwa, kama haya ndio yameharibiwa au ndio yaliyosalimika. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani, vitabu za kale kuna mambo imeharibiwa na kuna mambo imekuja imesadikika. Kwa hivyo mimi naposoma hii kitabu chenu najua niwe makini. Ni kitu gani kimeharibiwa na ni kitu gani kimesalimika. Qur'an sura ya 2 aya 121. Nafikiri sababu soma Kiingereza hiyo my English version hiyo itasoma Kiingereza Hivyo na English. Hakuna hapo. 21. Wale katika ahli kitabu, wale katika watu wa vitabu ya Torati, Zaburi na Injili, tuliowapa kitabu Taurati, Injili, Zaburi, ndio wakakisoma kama ipasavyo kusoma, wakisoma kama ipasavyo kusoma, wala bila kupotoa tafsiri yake, wala kutoa hili na kutia lile, au huiamini hii Qur'an wakasilimu. Kwa hivyo ukimwona mtu ambaye amesoma hii kitabu vizuri na kijaongeza kijapungua, atakuwa ni Muislamu. Ukimwona anapinga Uislamu, hiyo iko na dosari. Hiyo ni Qur'an. Sawa, nataka. Hiyo ni Qur'an. Because Torati kuna mahali katika hiyo sura Al-Maida aya ya 48 ambayo iko na shida nayo. Inasemaje? Soma. Maana sijui kama ni mwalimu alisoma vingine ama hiyo tafsiri yake. Anasema hivi kwa Kiingereza, to thee we send the scripture in truth, confirming the scripture that came before it, and guarding it in safety. Ndio Imelinda. Sio? Sasa naposema imebadilishwa na shangaa. Sasa hivi siamaliza guarding it in safety. So he says, so judge between them by what Allah has revealed. Okay? Revealed. Continue. And follow not their vain desires. Continue. Diverging from the truth that has come to thee. To each among you have we prescribed a law in an open way. If Allah had so willed. Nimepata nataka. Umeanzia 47. Nimerudi kusoma tu 48, sema 48. Lakini 47 ilikuwa anasema watu wa Injili wa hukumu kulingana na Injili. Haisemi hivyo? Lazima watu wa Injili wa hukumu katika yale Mwenyezi Mungu ameyateremsha. Si wa hukumu kwa Injili. Soma 47. Soma tena 47. Soma tena 47. Soma tena. Watu wa Injili wa hukumu katika yale Mwenyezi Mungu ameyateremsha. Si wa hukumu kwa Injili. Yaani kile kinanifurahisha ni kwamba mada husika tulimaliza. Basta alielewa. Watu wa Injili wa hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Si wa hukumu kwa Injili. Tulia wacha some. Tulia tafadhali tulia. Watu wa Injili wa hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Ndani ya nini yake? Ndani ya vitabu.
Nini? Aliteremsha ndani yake nini? Sheria. Ndani ya nini? Watu wa Injili wahukumu na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha katika Injili. Wewe ni msomi. Katika Injili, je, kuna hukumu yoyote Yesu alipatiwa? Nyingi sana. Just give me one ambaye iko ndani ya Injili ambaye Yesu alitumia kuhukumu watu naye. Kuhukumu ni nini? Sasa makosa ambayo unafanya, swali nzuri. Wewe unachukua kuhukumu ni nini? Unafikiri kwamba kukaa katika mahakama kutoa hiyo sio hiyo hukumu. Hukumu ni hii. Sheria, sheria Mungu anapoilete watu waifuate. Unapokosea ile sheria ndio hukumu ina follow. Yesu alisema amri yangu nawaachia. Mpendeni mmoja na mwingine. Ama Yesu hapo alisema nimewachia amri? Hapo kidogo. Aliwahi kusema nimewachia amri? Wewe umesoma pia. Anajua umeuliza swali moja. Nini maana ya hukumu? Kwa sababu kuna mahali ambayo unakosea na nafikiri inasema aya 47 inasema watu wa Injili wafanye wahukumu kulingana vile Mwenyezi Mungu ameteremsha humo. Wapi? Katika hiyo Injili. So wewe usitafsiri Qur'an unapotaka pale mwalimu. Qur'an imesema watu wahukumu na yale Mwenyezi Mungu ameyateremsha ndani yake. Ndani ya nini? Na ukiangalia ndani ya nini? Jeleze. Ndani ya nini? Vitabu. Hiyo hukumu iko ndani ya vitabu. Hapo siwezi kubaliana na wewe, hata ni wazi. Hukumu ziko wapi? Siwezi kubaliana na wewe. Hukumu ziko wapi? Hukumu wewe unataka kuelewa vile hukumu unafikiri, lakini amesema wafanye nini? Wahukumu kulingana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha katika nini. Maana kwanza ukirudi pale hata nyuma, nini maana ya hukumu? Because hiyo neno maybe the way you understand na wewe una understand tunakosania. Whatever I understand or don't understand, there's a problem. Nini maana? What you're trying to force, you are trying to escape, run away from the fact that he's saying watu wa Injili wa hukumu na Injili. Kwa sababu hata ukirudi aya 46 inasema mbona Mwenyezi Mungu ateremsha Injili basi kama huwezi kuhukumu kulingana na Injili? It's a good news. It's not aina hukumu kama Torati. It's a good news. So why did he give the good news if you cannot judge by that? What? Why did he send it? Musa kidogo Injili ilipokuja every single ambaye law ambaye Yesu aliyeguzia alikuwa na quote kwa Torati. Kwa sababu Injili yake ilikuwa haina amri wala ilikuwa haina hukumu. Ilikuwa ni habari njema. Yesu akihukumu alikuwa anawaambia mmesomaje katika Torati? Imeandikwa nini katika Torati? Because ile ilikuwa na hukumu na kulikuwa na amri. Yesu hakupatiwa amri wala hakupatiwa hukumu. Alikuwa akihukumu kupitia kitabu cha Moses because Moses ndiye alikuwa amepatiwa law. That's not true. In John chapter 8, Yesu kuna watu wanaleta mwanamke ambaye alikuwa amepatwa katika zinaa. Ndio? Katika zinaa. Alafu wanamwambia huyu mtu amepatikana katika nini? Zinaa.